katika mwaka huu wa 2026 toka ilivyoanza mpaka ilipotimia tarehe 1 mwezi Januari mwaka 2026. Mambo yamekuwa ni mengi, huku matukio yakizidi kuendelea kutokea katika dunia hii, na wengi wao wamekuwa wakidhani kuwa labda vita ya tatu ya dunia inaweza kufuatia kufika. Lakini leo nakuja kukuletea historia ya mgogoro kati ya Iran pamoja na Israeli pamoja na Marekani. Na usisahau kusubscribe channel yetu Jesse Ibrahim Official hapa mjini YouTube. Utakuwa umetisha zaidi ukijiunga na familia yetu. Karibu. Mgogoro kati ya Iran na Israeli umechukua sura mpya mvutano tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979, wakati uhusiano wa zamani wa kifalme kati ya Tehran na Israel ulivyokatika kabisa. Baadaye Iran ilianzisha sera kali dhidi ya utawala wa Israel, huku Israel ikiwasilisha mara kwa mara na Marekani kuhusu hatari inayokuja kutokana na mpango wa nyuklia wa Iran. Mpango wa nyuklia na hatma ya JCPOA. Mpango wa pamoja wa nyuklia na Iran unaojulikana kama JCPOA mwaka 2015 uliwalenga kupunguza utekelezaji wa silaha za nyuklia katika Iran kwa kuruhusu uchunguzi wa kimataifa. Marekani iliondoka katika makubaliano hayo mwaka 2018 na kurejesha vikwazo vikali, jambo ambalo lilisababisha mzozo huo kuongezeka. Katika Juni mwaka 2025, Israeli ilifanya shambulio kubwa la anga dhidi ya Iran, kupiga zaidi ya malengo 100 yakijumuisha vituo vya nyuklia kama Natanz na vituo vya kijeshi. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na drones kuelekea Israel. Hii ilikuwa hatua ya kwanza ya wazi ya vita vya moja kwa moja kwa wakati nchi hizo mbili. Mnamo Februari 28, 2026, Israel pamoja na Marekani walizindua operesheni kubwa ya kijeshi inayojulikana kama Operation Lion's Roar na Operation Epic Fury dhidi ya Iran. Mashambulio haya yalilenga miundombinu ya nyuklia, mazingira ya kijeshi na vituo vya uongozi, na yakitekeleza kwa ndege na makombora. Marekani na Israel ilisema walifanya hayo kupunguza uwezo wa Iran kupata silaha za nyuklia na kuzuia mashambulizi dhidi yao. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na drones kwa Israel na pia kulenga mabomu ya Marekani katika vituo vya kijeshi vya eneo la Ghuba ya Uajemi. Kulingana na ripoti za hivi karibuni, takribani watu 800 wameripotiwa kufariki dunia tangu vita ilipoanza mwaka 2026, ikiwemo vifo vya raia na wanajeshi. Mashambulizi yameharibu sehemu ya miundombinu ya nyuklia ya Iran, ikiwemo kituo cha Natanz ambacho kimeonekana na wakaguzi wa kimataifa. Mgogoro huu umefaidisha tatizo kubwa kwa uchumi wa dunia, hasa katika soko la kimataifa la mafuta. Aina ya vita hii inaweza kusababisha mzozo wa kiuchumi na kuathiri bei ya nishati duniani kupitia njia muhimu ya Strait of Hormuz, eneo la usafirishaji wa mafuta. Uchumi wa dunia umekuwa wasiwasi juu ya namna mgogoro huu utakavyoathiri usalama wa kimataifa. Nchi kadhaa Afrika na Asia zimekosoa vita hizi, zikitaka kusitishwa haraka na kurejesha mazungumzo ya amani. Na mgogoro huu wa Iran na Israel na Marekani si tu vita vya kijamii au kijeshi baina ya mataifa matatu, bali ni kielelezo cha changamoto kubwa za kimataifa: usalama wa kihistoria, mpango wa nyuklia, nguvu za kimataifa na athari za kiuchumi zinazoathiri jamii nyingi duniani. Amani ya kudumu inawezekana tu kupitia mazungumzo na nishati au utashi wa kila upande, kusitisha mashambulizi na kutafuta suluhu za kisasa. Wanasemaga hakuna marefu yasiyo na ncha. Nadhani mpaka kufikia hapa, msikilizaji na mtazamaji wa Jesse Ibrahim Official kwa ukurasa wa YouTube, utakuwa umejua chanzo cha mgogoro wa Iran na Marekani
na kutambua ni changamoto gani zimepitia mpaka sasa, ila nimeshapoteza rais wake. Kwa kufikia hapa sina la ziada. Mimi Aisha Ibrahim, endelea kusubscribe ili